juu ya kitu walio wengi, nadhani vijana wengi huko wako shule na wengi walioko mashuleni aidha sekondari au vyuo wanajua neno kama stress. Ni neno dogo sana sana, lakini lina madhara makubwa sana endapo hutaweza kujua namna ya kuweza kulitawala. Na ndio maana somo letu linaitwa introduction. Hii ni introduction, maana yake ukiingia deep tunaweza tukatumia masaa mengi hapa. Ni introduction to stress management au utangulizi wa usimamizi wa msongo wa mawazo. Na hili ni jambo ambalo haliepukiki. Unapozungumzia stress, hakuna mtu ambaye anaweza kusema yeye hana stress. Kila mtu anazo stress, ila zina tofautiana kutokana na mtu na mtu. Kienda kwetu kusini kule wanasema mtu na mtu, kwa stress zinatofautiana. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali au vyanzo mbalimbali ambavyo vinaweza vikasababisha huu msongo wa mawazo au stress. Amejaribu kuzungumzia juu wanafunzi, naweza tu hali ya kutoka nyumbani, kuachana na familia yako, kwenda kuanza maisha mapya ya upweke huko shuleni, inaweza kukuletea na msongo wa mawazo. Mlingamano wa masomo, unashindwa uanze lipi, ufuate lipi, maksi zenyewe hazifai, inaweza kukuletea msongo wa mawazo. Vijana, mahusiano, inaweza kukuletea msongo wa mawazo. Lakini na ni jambo ambalo haliepukiki kwa kila mtu, popote utakapokuwa, chochote utakachokuwa ukifanya, stress haziepukiki, ila ni lazima tujue how to manage the stress. Namna gani tunaweza tukazitawala, yani stress zisitutawale sisi tuweze kuzitawala. Kwa utangulizi, kuna mambo tutakayopitia, mambo muhimu. Moja, tutapata ufafanuzi juu ya neno lenyewe stress au definition ya stress. Tutajua visababishi, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha mtu kuwa na stress au kuwa na msongo wa mawazo. Pia dalili za msongo wa mawazo hasa au symptoms of negative stress. Pia namna ya kudhibiti tutajua. Pia kuna kitu kinaitwa depression, kwa Kiswahili wanasema unyong'onyevu, na la mwisho zaidi huwa ni kujitoa uhai, inaitwa suicide, yaani mtu kuamua kutoa uhai wake mwenyewe, ambayo inaweza kutokana na hii kitu tunaita msongo wa mawazo au stress. Kwanza kabisa lazima tujue tunapozungumzia yale msongo ni nini. Tunapozungumzia msongo kama msongo, ni ile tu sehemu ya maisha, yaani mtu popote unapokuwepo, chochote unachokifanya, pale unapokuwa huwezi kuepuka stress au msongo, lakini unaweza kujifunza namna gani ya kuweza kumudu huo msongo wa mawazo. Na msongo wa mawazo je, ni nini? Tunapozungumzia msongo wa mawazo au stress, sasa ndio yenyewe. Msongo wa mawazo sema ni jinsi binadamu anavyoitikia kwa njia ya mwili au akili kwa mabadiliko, matukio na hali mbalimbali maishani. Kwa lugha ya Kiingereza wanasema ni how you react physically and mentally, yaani vile mwanadamu anavyoweza kureact kiakili na kimwili
kwa mabadiliko ya namna yote, yani any changes ambazo zinaweza kutokea kwa maisha yako, kama nilivyozungumza hata mwanzo pale katika introduction kwamba changes zote zinaweza kuwa ni changes katika maisha. Unatoka, ulikuwa nyumbani, ulikuwa unasoma shule ya msingi, umefaulu, unatakiwa kwenda shule ambayo ni ya bweni. Huko hautakuwa na baba, hautakuwa na mama, hautakuwa na kaka, hautakuwa na shangazi, utakuwa ni wewe mwenyewe. Unaweza kuanza maisha mapya. Kwa mabadiliko hayo yanaweza kuletea stress au msongo wa mawazo. Inaweza kuwa matukio na namna mbalimbali, au unaweza kuwa umepata kazi, ulikuwepo tu nyumbani, umepata kazi, unastahili kuondoka eneo la nyumbani ulipokuwa unaishi na wazazi wako na ndugu zako, unaenda sehemu nyingine tofauti, nayo inaweza kuwa kuletea msongo wa mawazo. Kuna baadhi ya visababishi ambavyo vimewekwa katika kategori 3 ambavyo sana sana ndio huwa vinasababisha huu msongo wa mawazo au stress kwa lugha ya wenzetu. Ya kwanza ni athari za mabadiliko ambazo huleta hali ya kutotulia. Athari za mabadiliko. Mabadiliko nimesema naweza kawa namna mbalimbali. Nimetolea mfano kwa mwanafunzi ambaye unaweza kuwa unafanya mabadiliko ya maisha, sehemu ya kuishi. Ulikuwa unaishi na wazazi wako vizuri, lakini sasa hivi unatakiwa uende shule sehemu nyingine mbali na wazazi wako. Unapata msongo wa mawazo kwa ajili ya hizo changes. Namna gani mtaenda kuishi vipi? Hali yangu ya maisha itakuwa namna gani? Hayo yote utakuwa unafikiria, ndio anakuletea msongo wa mawazo, ambayo inaweza kukupelekea hata huko shuleni unapokwenda ukashindwa kuweza kuperform vizuri kwa sababu tu ya yale mawazo ambayo unayawaza. Sasa naachana na wazazi, naenda maisha yangu atakuwa peke yangu, nitakuweje? Endapo mtu atanionea, mimi nitafanya nini? Mambo mbalimbali unaanza kuyafikiria, kuyatengeneza kichwani mwako. Kwa hiyo usipopata namna nzuri ya kuweza kutulia na mawazo haya au kukubaliana na hayo mabadiliko, itakupelekea msongo wa mawazo, utashindwa kusoma vizuri. Pia kuna hisia kuwa nguvu ya nje inatishia kukupinga, yani external force, kwamba wewe mwenyewe unajiona kwamba kuna nguvu ya nje ambayo yani inakucontrol wewe, si ile ya kwako mwenyewe, mawazo yako mwenyewe, hisia zako mwenyewe, namna ulivyolelewa, namna ulivyotunzwa. Kuna nguvu kutoka nje, Waingereza wanaita external force, ambayo inakulazimisha wewe kuingia katika msongo wa mawazo. Tutaangalia pia. Na 3 ni hisia za kupoteza udhibiti binafsi, self control. Yaani huwezi tena kujicontrol wewe mwenyewe, yaani huwezi kujidhibiti wewe mwenyewe, na kupelekea kufikia katika msongo wa mawazo. Kuna taasisi ya kiafya ya kitaifa ya afya ya akili ilijaribu kuorodhesha visababishi vya msongo wa mawazo. Hasa walifanya research yao katika wanafunzi hasa wa vyuo, ambao naona asilimia kubwa ndio tupo humu ndani. Kwa hiyo taasisi ya kitaifa ya afya ya akili walijaribu kuorodhesha baadhi ya visababishi vya msongo wa mawazo kwa wanafunzi wa vyuo. Lakini hiyo visababishi vinaweza kutukuta hata sisi katika maisha yetu ya kawaida kama vijana, ambapo moja anasema ni kuongezeka kwa mahitaji ya kitaaluma. Kuongezeka kwa mahitaji ya kitaaluma. Tunajua katika elimu kuna hatua mbalimbali au kuna level mbalimbali ambazo tunapitia. Tuna shule ya msingi, darasa la kwanza mpaka la 7. Kutoka hapo kuna elimu ya sekondari kuanzia form 1 mpaka form 6. Kutoka hapo kuna ngazi ya chuo
au chuo kikuu mpaka PhD huko mpaka nini huko, maprofesa, yote ni ngazi ya elimu. Kwa kadri unavyozidi kwenda juu, ndipo kuongezeka kwa mahitaji ya kitaaluma kunaweza kupelekea kuingia katika mgogoro. Kwa hiyo taasisi ya kitaifa ya afya ya akili waligundua kwamba kumbe kuongezeka kwa mahitaji ya kitaaluma kwa wanafunzi wa vyuo kunapelekea wanafunzi wengi kuingia katika msongo wa mawazo. Kwa mfano, ulikuwa katika sekondari, ulikuwa na masomo yako tu kadhaa ambayo ndio ulikuwa unadili nayo. Unapoenda chuo unaweza kuambiwa kuna masomo au masomo ni matano tu, ila ukianza kuyadadavua hayo matano hayo unaweza kuta ndani yake kuna masomo zaidi ya 15. Kwa wale walioenda chuo nadhani wanajua, unaweza kuambiwa na masomo matano na katika syllabus kunaona ni masomo matano, ila ukianza kusoma hizo topic hizo ya masomo matano unaweza kujishtukia na masomo zaidi ya 15. Kwa ndipo hapo msongo wa mawazo unapoweza kuingia wa wanafunzi wa vyuo. Kwa hata katika vijana wa kawaida, mahitaji yanapoongezeka, kadri umri unavyozidi kwenda, kuna mahitaji yako muhimu yanazidi kuongezeka. Kwa mahitaji yanapozidi kuongezeka, na wewe lazima unaingia kwenye msongo wa mawazo. Ni namna gani ninavyoweza kuenenda? Ni namna gani ninaweza nikayatimiliza haya mahitaji niliyoweza kuwa nayo? Kwa hiyo ni lazima tuweze kujua sasa ni namna gani tutaweza kumanage hizi stress za namna hiyo. Tujue kwanza ni sababishi gani. Pili, walisema kuishi mwenyewe katika mazingira mapya. Ndio kama yale niliweza kuzungumza mwanzoni. Unatoka katika mazingira uliokuwa unaishi na wazazi wako, au katika eneo ambalo ulikuwa umelizoea, ni sehemu ya nyumbani kwenu, eneo ambalo ulikuwa umelizoea. Unaenda kuanza kuishi katika mazingira mapya ambayo hujazoea. Pia hicho ni chanzo kimojawapo cha kuweza kuwa na msongo wa mawazo. Pia mabadiliko katika mahusiano ya kifamilia. Mabadiliko katika mahusiano ya kifamilia. Inawezekana ulikuwa peke yako, ulikuwa na maisha yako ya peke yako. Sasa unataka kuongeza mtu wa pili ambao unataka muweze kuwa pamoja katika maisha. Hiki nacho ni chanzo ambacho wataalamu wa taasisi ya afya ya akili ya kitaifa wanaona nacho ni chanzo mojawapo cha msongo wa mawazo. Unapoingia katika mabadiliko ya mahusiano ya kifamilia, kuweza kutaka kutengeneza familia mpya ambayo itakuwa inaongozwa na wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ulikuwa unaongozwa katika familia yako, aidha na wazazi au na walezi wako. Sasa unataka kutengeneza familia nyingine ambayo wewe ndio utakuwa kiongozi, au japo utakuwa na mwenza wako, nyinyi ndio mtakuwa viongozi mnaongoza hiyo familia. Pia ni chanzo, kulingana na taasisi, ni chanzo cha msongo wa mawazo. Pia mabadiliko ya maisha ya kijamii. Mabadiliko ya maisha ya kijamii. Tunajua huko tunapoishi, wote tunaishi na jamii. Namna tunavyoishi katika jamii, unaweza kuta jamii, kuna mambo ambayo yanaendelea katika jamii husika, especially labda katika jiji hili la Dar es Salaam. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea. Ukiangalia katika vijana wa rika za namna mbalimbali, wa kike kwa wa kiume, jamii inapokumbana na mabadiliko yoyote, ukatokea vijana ambao wameingia katika kundi ambalo si sahihi, haliko katika maisha ambayo yako yanaendana aidha na wana wa Mungu kama vijana tuliokuwepo leo hapa,
au maisha ambayo yanaendana yanapendeza katika jamii nzima. Tunaona kuna vijana wanaingia katika makundi ya kuvuta bangi, makundi ya madawa ya kulevya, mabinti wanaingia katika makundi ya watu wanaouza miili yao, ambayo ndio kazi ambayo imeshamiri sana katika jiji la Dar es Salaam, na si katika jiji la Dar es Salaam. Kwa takwimu zilizokuwepo, nenda katika majiji yote ya Tanzania, sasa kuna biashara hiyo inaendelea. Kwa hiyo ambao hayo mabadiliko naye anaweza kapelekea kijana mabadiliko katika jamii kuingia katika msongo wa mawazo. Pia kukutana na watu wapya, mawazo mapya au na vishawishi vipya. Unapokutana na watu wapya tofauti na wale waliokuwa umewazoea, aidha katika familia, wanaweza kuwa na mawazo ambayo ni mapya, wanaweza kuwa na vishawishi vya kufanya na wewe uendane na wao jinsi wanavyoenda. Kwa inategemea, je, wanavyoenenda wanaenenda sahihi au wanaenenda ndivyo sivyo. Kwa hiyo unaweza kukushawishi na wewe ili uendane kama wao. Kwa na ule ushawishi wao na kukutana na watu wapya unaweza kusababisha kijana kuingia katika msongo wa mawazo au stress kwa lugha mlioizoea, sababu msongo wa mawazo wengi huko ndani hawajazoea, wamezoea stress, japo stress ni lugha ya Kiingereza. Pia kujitambua kimapenzi, kujitambua wewe mwenyewe kwanza. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Ukishajitambua wewe mwenyewe kwamba wewe ni mtu wa namna gani, kwa hata utakapoingia katika mahusiano yoyote au mtu yeyote atakapokuja kwako kuhitaji mahusiano namna yoyote, ni lazima utajua namna ya kuweza kudili naye, ni lazima utajua namna ya kuweza